tech company zimeweza kufanya manipulation ya media mbalimbali, na pia wamekuwa wanatumia influencers wengi kabisa kuweza kutangaza bidhaa zao, na mostly utashangaa sana, most of the products zinakuwa zinaongelea in a positive manner. Everything is positive. Kwa sababu gani? Lengo lao kubwa ni kuweza ku catch up with the people waweze kununua zile product. That is another issue. Na issue nyingine ambayo nadhani kila mtu ambaye anaiona sana, mfano kampuni inakuwa ina announce product zake, na the moment imemaliza kufanya announcement, tutaona first impression video kutoka kwenye influencers mbalimbali duniani, na hii imeonekana kwenye a lot of products. So kuna baadhi ya vitu ambavyo kampuni inakuwa inafanya zile collaboration pamoja na influencers ili kuweza kudeliver kile kitu ambacho wanataka wao kufikisha kwa watumiaji wa mwisho, na most utakuta zile product zinaongelewa in a positive. Kama ni features, watakuwa wanataja sana features, kwa utakuta product zile zinakuwa zinauza kulingana na feature. Cha kwanza kabisa ni giveaway trap. Hii jinsi ilivyo inavyofanya kazi, influencer anaambiwa kwamba tunakupa AirPods Unity 50 na utagive kwa watu ambao ni wasikilizaji wako. So initial, kama mimi mwenyewe nikipewa, nikiambiwa niwape wale subscriber wangu, nitakachokifanya wakati ninaitangaza ile product, mostly nitakuwa ninaongelea positive things. So kampuni wanakuwa wanatumia, kampuni kama hizo Samsung au kampuni kama Oraimo, all the companies ambazo zinakuwa zinawapa hiyo giveaway, wanachukua advantage kwa wale creator kuweza kuongelea in a positive only. Kwa hiyo inakuwa vigumu sana kwa yule ambaye influencer na anatakiwa kumpa yule msikilizaji wake kuongelea mabaya kile kitu au kuongelea kitu ambacho hakipo sawa katika ile device. Hiyo ni ya kwanza kabisa. Namba 2, coming soon feature. Kwenye coming soon feature tumeona most of the company zimekuwa ziki announce their products, lakini the features unakuta zijakamilika kabisa. The features are still under development. So wana reveal the product, wanaonyesha some demo, lakini official the feature is not public yet. Na watakuwa wanasema feature fulani, na most of the influencers wakiwa wanaiongelea ile product, kama ni waandishi au ni wale ambao wanatengeneza video, watakuwa wanaandika ile feature, na ile feature kila mtu anakuwa ameshawishika, na most of the people wanakuwa wanaifikiria ile feature kwa ukubwa zaidi, lakini ile feature bado haijatoka kabisa. Namba 3 ni dual embargoes. So embargoes inavyokuwa, mfano a company inakwambia hautakiwi kurelease video fulani mpaka muda fulani na kwa siku fulani. Hii ni mojawapo ya kitu ambacho kampuni zinakuwa zinatumia sana. Mfano inakuwa hivi, kampuni inakwambia kwamba kama tuna release product yetu siku fulani, wewe hapo baada ya kufanyika ile release ambayo kampuni imeitoa, then kwa muda fulani wewe ndio utabidi uupload your video. Au watakwambia, kwa sababu kuna aina mbili za embargoes, kuna first embargo pamoja na final embargo. So kwenye hii ya mwanzoni watakwambia kwamba the moment utakuwa unatoa video yako, it will be the first impression video. Wakati unaongelea first impression video, usiongelee kuhusu kitu hiki na hiki, ongelea kitu hiki na hiki na hiki. Mostly watakwambia onyesha hardware part only, hautaongelea kuhusu software, hautatest kuhusu software, na mostly saa nyingine wanakwambia usiwashe simu kaonyesha ndani. Hiyo ni moja wapo, lakini the dual embargo au full embargo ni ile ambayo itatokea baada ya wiki moja au wiki mbili. So company zinakwambia hivyo, na lazima wewe uweze kuonyesha jinsi wao wanavyotaka wao, kwa sababu product ni ya kwao. That is another thing ambacho kampuni zinakuwa zinatumia, na wana take advantage sana, kwa sababu watakwambia features za kuonyesha na feature ambazo utakiwa kuonyesha, kitu ambacho unatakiwa kionyeshe na kitu ambacho usikionyeshe. Na mara nyingi first impression video utakuwa unaonyesha hardware part only, not software. Nyingine ambayo natumia sana ni exclusive interview. So mostly hii
For example, kuna some features unakuta zilikuwa haziperform vizuri, so watakachokifanya wanafanya partnership pamoja na influencer, then wanakuwa wanafanya exclusive interview, and most of the time wanachukua advantages and ad. Na tumeona katika, na pia nimeona kwenye baadhi ya videos zikiwa zinaonyesha baadhi ya influencers wakubwa ambao walikuwa wakifanya exclusive interview pamoja na CEO of the company, na lengo lao kubwa kabisa, kampuni inakuwa inachukua advantage kuweza kuwaonyesha kwamba this product is good au this product inaonekana kwa muundo gani. Na ya mwisho kabisa ni quotes. Mostly tuliona kwenye hapo kwenye keynotes wakiwa wanaonyesha Marquez MKBHD akiwa ameisifia product yake. Pia tuliona iJustin ambaye alikuwa amesifia baadhi ya product yao. So these companies mostly wanakuwa wanafanya kitu kama hicho, wanakuwa wana quote some things. Tuliona pia even Mr. The Boss ambao walichukua quote yake wakaiweka katika website yao. So these are mostly thing ambacho kampuni wanachukua as an advantage, kwa sababu the influencers wanakuwa wamebeba a lot of people, wanakuwa na watu wengi sana, kwa hiyo inakuwa rahisi kwa watu waweze kuamini ile product na kuweza kuinunua. Make sure you subscribe, like and comment. Catch you in the next one.